Mimi ni miongoni mwa mawakili. Tuko mawakili wengi sana ambao kwenye shauri hili. Yupo senior counsel pale Mpoki, yupo Doris Kafuku, yupo Edson Kilatu, yupo ni wengi sana. Kwa hiyo sio wakili mmoja, tuko mawakili wengi zaidi kwenye hili shauri kwa sababu ni shauri ambalo linahusu maslahi ya watu. Na shauri hili la kikatiba tumelifungua kwenye registry ya Tabora. Kwa sababu tunataka tuwape fursa majaji wote waweze kupata fursa ya kuirekebisha taifa letu. Ndio maana tunajaribu kutoa fursa kwenye kila maeneo ya nchi hii kuhakikisha kwamba kesi za kikatiba zinafika ili mwisho wa siku wapate fursa ya kuirekebisha nchi yao pale ambapo wanaona tunaenda ndivyo sivyo. Sasa shauri la kikatiba ni ambalo linahusiana na tamko ambalo lilitolewa na waziri wa mambo ya ndani. Na kama alivyosema kwamba ameshtakiwa yeye binafsi lakini pia imeshtakiwa ofisi kama ofisi. Na sisi tunaamini kwamba ukiwa bungeni hauna kinga ya kudumu. Huwezi kuwa bungeni na ukawa unazungumza vile ambavyo unataka. Kwa hiyo huwezi kwamba ukiwa bungeni ukaamua kuvunja katiba basi watu wakakutizama tu. Ni hizi hatua ambazo zimechukuliwa. Nafahamu kwamba tamko lile kwa kadri ambavyo lilitolewa limesitisha mambo mengi sana kwenye vyama vya siasa na kwa raia wa kawaida. Kwa hiyo sisi tunawashukuru watu kama Dr. Wilbrod Slaa lakini pia mashirika ya haki za binadamu kama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na Tanganyika Law Society kuja mbele kujaribu kutetea haki za wananchi. Washtakiwa kwenye shauri hilo wengi wameshatajwa lakini pia na vyama vya siasa, lakini sasa tumelenga vyama vya siasa vya upinzani kwa sababu tunaona wao ni waathirika wakubwa. Chama cha ACT Wazalendo pamoja na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ili wao na wenyewe waweze kusema kwamba je, wanaunga mkono hii kauli au hawaungi mkono hii kauli. Lakini vyama vingine, chama cha CCM tumekiacha kwa sababu tumeona wao wanaunga mkono na wamejitokeza mbele na wamesifia hilo tamko. Kwa hiyo tunaona kwamba hakuna haja ya wao kuja kuzungumza chochote kwa sababu msimamo wao unajulikana. Na ndio maana tukaweka vyama vingine vya upinzani. Shauri hili mahakamani linahusu nini au linaomba nini mahakamani? Tumeomba kwanza kutamka kwamba tamko lile linakiuka haki kadhaa za binadamu. Tamko lile linakiuka haki kadhaa za binadamu. Sheria za kimataifa na sheria za ndani. Ni haki zipi ambazo tunasema ile tamko linakiuka? Kwanza kabisa tumesema kwamba linakiuka haki ya usawa mbele ya sheria ambayo imeainishwa katika ibara ya 12 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inasema watu wote ni huru na watu wote ni sawa mbele ya sheria. Sasa tunasema mbona tamko hili haliweki watu usawa mbele ya sheria? Mashirika haki za binadamu yapo, yakae kimya? Hapana, lazima ijitokeze, yapaze sauti. Lakini pia Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati inatungwa mwaka 1977 walisema kwamba tutatengeneza taifa ambalo ni huru linaloheshimu haki za binadamu. Sasa tunasema hili taifa ambalo wazee wetu waliliona miaka hiyo mbona sio huru tena? Ndio maana tukasema kwamba tamko lile linakiuka ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ibara ya 13 ibara ndogo ya pili ambayo inasema hatupaswi kuwa na taifa ambalo ni la kibaguzi. Linabagua watu wa aina fulani, linabagua jamii aina fulani na wengine hawabaguliwi. Kwa hiyo huwezi ukazuia siasa huku ukisema kwamba viongozi wa kiserikali wao waendelee kufanya mikutano lakini viongozi wa vyama vingine vya upinzani wasifanye. Kwa hiyo sio kwamba ubaguzi ni ule tu moja kwa moja kwamba kwa sababu vyama vyote vimezuiliwa basi hakuna ubaguzi. Kuna vyama ambavyo vyenyewe havihitaji kuzungumza na wananchi. Kwa hiyo natoa tamko ambalo matokeo yake yanavibagua vyama ambavyo vinahitaji kufanya mikutano na vyama vya siasa. Lakini pia tukasema kwamba ibara 29 ibara ndogo ya kwanza ya katiba inasema kwamba watu wana haki ya kuenjoy kuburudika na haki zilizomo kwenye katiba. Yani una haki ya kuenjoy haki za binadamu. Sasa unapozikiuka zinakuwa zimekiuka na zenyewe. Kwa hiyo tukasema hapana, hili tamko linakiuka haki za binadamu, haki ya kupata nafuu kwenye haki za kibinadamu. Lakini ibara ya 18 ambayo ni ibara mama kuhusu uhuru wa kujieleza, kwa sababu mikutano ya vyama vya siasa ni sehemu ya uhuru wa kujieleza. Kwa watu ukizuia watu wasijieleze ina maana unakuwa umekiuka ibara ya 18. Ibara ya 20 ibara ndogo ya kwanza inatoa haki ya kuandamana. Haki ya mikutano ya vyama vya siasa. Kwa hiyo chama chochote ambacho kina usajili wa kudumu kina haki ya kufanya mikutano ya vyama vya siasa. Kwa hiyo huwezi kutoa tamko ambalo linakiuka haki ya kufanya mikutano ya vyama vya siasa au haki ya kukutana. Ibara ya 21 ibara ndogo ya kwanza na pili ya katiba inasema kila raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayo haki
ya kushiriki kwenye mambo yanayohusu taifa lake. Unashiriki vipi? Unashiriki aidha kwa kushiriki kwenye mikutano au kwa kusikiliza hoja ambazo zinatokana na mikutano. Lakini pia ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza inatoa wajibu wa kuheshimu sheria za nchi. Kwa kama unatoa tamko ambalo haliheshimu sheria za nchi, unakuwa umekiuka ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza. Lakini ibara ya 26 ibara ndogo ya pili inatoa wajibu ambao mimi nawapongeza Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, nawapongeza Tanganyika Law Society, nampongeza Dr. Wilbrod Slaa kwa sababu wametimiza wajibu wa kikatiba wa kuchukua hatua za kisheria za kulinda katiba. Kwa hiyo njia ya kistaarabu ya kupambana na uvunjifu wa haki za binadamu ni kwenda mahakamani, ni njia mojawapo. Kwa hiyo wakichukua hatua hii inakuwa ni jambo la msingi. Sasa kwa nini tunafikiri tamko lile linakiuka haki za binadamu? Sababu mojawapo ni kwamba waziri wa mambo ya ndani, aidha yeye binafsi au yeye kwa cheo chake, hana mamlaka ya kuzuia mikutano ya vyama vya kisiasa. Hata polisi wenyewe ambao wamepewa mamlaka ya kuweza kuzuia mikutano ya vyama vya kisiasa wanazuia pale ambapo wamepewa taarifa. Hakuna zuio ambayo inaweza katolewa Tanzania nzima. Labda utuambie kwamba kwenye nchi iko kwenye hatari. Lakini kama ipo kwenye hatari, hatua zinajulikana za kufanya mkutano, ambapo hatua ya kwanza yule ambaye anataka kufanya mkutano anatoa taarifa. Kwa hiyo huwezi ukazuia mikutano kabla taarifa haijaja. Hata jeshi la polisi haiwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo mtu akitoa taarifa ya mkutano, siku fulani nitakuwa na mkutano sehemu fulani, anaendelea na maandalizi yake ya mkutano mpaka pale ambapo atapewa taarifa, usiendelee na mkutano huu kwa sababu hizi. Sasa barua baada zijaja, unazuiaje? Subiri zije. Lakini bado mwisho wa siku tunamwona kwamba waziri ana mgongano wa kimaslahi, kwa sababu hao watu wakitoa taarifa ya mkutano wakazuiliwa, sheria inaelekeza wakati rufaa kwa waziri. Wataenda wapi sasa kama waziri mwenyewe kashazuia? Kwa hiyo ni mambo ambayo tunaona yanakiuka sheria za nchi. Hauwezi kuwa na waziri ambaye anaweza akatoa amri haramu, alafu jeshi la polisi likawa linatekeleza hiyo amri haramu, alafu wananchi wakakaa kimya. Lazima wachukue hatua. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa sababu ambazo tunaona hana mamlaka ya kisheria. Lakini pia tamko hili ni la kibaguzi. Lakini pia tamko hili halina sababu za msingi zinazoeleweka. Lakini pia tamko hili sio tamko muhimu kwenye nchi ya kidemokrasia. Wanasema necessary in a democratic society. Sio tamko la muhimu katika nchi ya kidemokrasia. Ndio maana tunaona kwamba watu wanaamua kuchukua hatua za kwenda mahakamani ili kuona, je, katika nchi ya kidemokrasia ni sahihi kuzuia mikutano ya vyama vya siasa kwa mtindo huu? Kwa hiyo sio kwamba tu sheria imruhusu, hana sababu pia ya msingi. Kama Dr. Slaa alivyosema, kama sababu ni za kiusalama, huwezi ukazuia mikutano, usalama ukawa tu hatari kwenye vyama vya kisiasa. Lakini paredi la Yanga likaa sawa, paredi la Simba likaa sawa, ikawa sawa, mikutano ya Injili ikawa sawa, Kariakoo watu wajae tu hivi, hamna shida. Saba ikawa sawa. Lakini mkutano wa kisiasa tu ndio ubaguzi unapoanza kuonekana. Na ndio maana usije ukafikiri kwamba umetoa tamko ukasema vyama vyote basi ubaguzi hamna. Ubaguzi upo aina mbili. Ubaguzi wa moja kwa moja, lakini ubaguzi ambao sio wa moja kwa moja, ambao unaweza kutoa tamko ambalo linaonekana kama vile la usawa, lakini matokeo yake ni ya kibaguzi. Ili tamko unaonekana kama vyama vyote, lakini linaathiri zaidi vyama vya upinzani ambavyo vilikuwa vinafanya mikutano, ndio ambavyo vimezuiliwa. Kwa hiyo sisi tunafikiri ni jambo muhimu sana watu kwenda mahakamani, kuchukua hatua za kwenda mahakamani, kwa sababu mikutano ya vyama vya siasa ni mikutano ambapo wananchi at least wanapata imani na taifa lao. Lakini sio hilo tu, hata Jumuiya ya Madola imeitaka serikali hakikisha kwamba mikutano ya vyama vya siasa inarudi, ili mwisho wa siku watu waweze kupata sera mbadala. Kwa sababu watu wapati sera mbadala, hawazipati bungeni, hawazipati sehemu yoyote, watapata wapi? Kwa hiyo mimi nafikiri hicho ambacho kimeenda mahakamani, kimeshafikishwa mahakamani, na shauri hili tunasubiri tu tarehe ni lini litaanza kusikizwa mahakamani. Lakini ni shauri ambalo tayari limeshapangwa kwa majaji. Na majaji kikatiba, majaji watatu wanasikiliza. Na shauri hili liko kwa waheshimiwa majaji watatu. Mheshimiwa Jaji Isaya Alfani ndio jaji wa kwanza, lakini pia Mheshimiwa Jaji Irvin Mugeta
ni miongoni mwa majaji lakini pia Mheshimiwa Martha Mpaze ni miongoni mwa majaji ambao wanatakiwa wasikilize shauri hili la kikatiba. Na kimsingi tunategemea kwamba likianza kusikilizwa wananchi watatuunga mkono, vyombo vya habari vitatuunga mkono, kwa sababu shauri hili sio la mtu binafsi, ni shauri la kikatiba, ni shauri ambalo linaonyesha kwamba wananchi kwa namna gani wanakerekwa na matamko ya viongozi ya kisiasa ambao matamko hayo yanaathiri haki zao za msingi. Kwa hiyo haki hapa tunazozizungumzia sio haki za vyama vya siasa tu, ni haki pia za raia wa kawaida kupata taarifa kutoka kwa viongozi wa kisiasa na viongozi wa aina yote. Mimi niwashukuru sana.